sitaandaa somo la kuhubiri. Hizo siku 3 zote sitaandaa somo. Nikakaa nikatulia, Alhamisi ikafika, na mwambia mke wangu, namwambia sasa niko naenda kwenye huduma. Na nguo zenyewe nazoenda nazo nguo za kawaida, nasema yani nitaenda na nguo za kawaida, kashati tu na kakitenge, kasuruali na kashati kakitenge, basi nitaenda kuhubiri hivi hivi. Sitavaa masuti wala nini. Kwanza nitakiwa wote tutakuwa wamependeza kwenye sikukuu, mimi nisipendeze. Kwanza moja, yani mtu akinitazama ajue kwamba mchungaji mbona amealika mgeni ambaye haeleweki. Na ukinitazama kwa umri wangu wakati huo, afadhali kidogo nimepanuka, nimenenepa. Bwana asifiwe sana. Ni kama sasa hivi ninakula vizuri. Wakati huo hadhi yangu inaonekana ni ya kawaida kabisa, na umri wangu umeshuka kidogo. Sasa hivi niko vizuri. Wakati najitazama naona kabisa hapa nikienda kanisa ambalo linanipokea, najua lile kanisa lina watu wengi. Wakinitazama tu watu wenyewe watasema mtumishi gani huyu? Tuetea mtumishi gani? Ukweli nilipofika pale nilienda na nisema hapa tu ngoja nitafute rafiki yangu akwenda kunitia moyo, nikiviharibu na yeye aone nimeharibikiwa, halafu nikitoka hapo yeye aende za kwake na mimi za kwangu, kwa sababu sina muda mwingine wa kumtumikia Mungu tena. Huyu mtu anataka tuagane hivi. Yupo alikuwepo mwimbaji wa nyimbo za Injili, alikuwa yupo Kasulu, lakini ametokea Mbeya. Tukawa tunashirikiana naye wakati huo, tunashirikiana naye katika huduma mbalimbali. Akaja akamwambia sasa leo Ijumaa asubuhi tunaenda. Tukaenda. Wakati tumefika pale nikasema hapa watakachokifaidi hawa watu ni nyimbo za huyu jamaa. Lakini mimi hawatafaidi chochote. Sijaandaa chochote kabisa. Ikafika muda ule wa asubuhi, ibada inaanza saa 4. Wanakaribisha mtumishi wa Mungu. Ninasimama tu pale na Biblia yangu naiweka mbele, ili kwamba nikifika pale nikose cha kusema, maana sijaandaa chochote. Mpendwa mtazamaji, huyu Mungu tunamtumikia ni wa ajabu sana. Huyu Mungu ni wa ajabu mno. Sikufikiri kilichotokea. Sikiliza. Wakati ule naendelea kufikiri kwamba nitasema nini mbele ya watu, nilipoifungua Biblia namna hii, nilipotazama yale maandishi, macho yangu yakagusanisha na mstari ambao tayari ufahamu wangu unasema hubiri hapa. Niliposoma tu nikapazungumzia, nikapaelezea, nikahubiri wale watu. Naona watu wanashangilia. Yaani nahubiri, naona kabisa na vihubiri ni vya ujinga kabisa. Yaani nahubiri kitu ambacho hakina maandalizi. Kwanza nimekionea pale pale, somo lenyewe nimeliona pale pale, watu nao wanashangilia. Mtumishi, haleluya, barikiwa. Nashanga, haya mambo yameanzaje? Nimemaliza hapo. Kumbe ile ibada unahubiri mara 3. Si semina. Yaani unatoka hapo kwenye lile neno la saa 4 umefungua ibada, mnaingia tena kwenye sifa, waimbaji wanaimba, baadaye tena karibu mtumishi kwa ajili ya mahubiri. Unatujaandaana. Mimi nilijua tu nahubiri hata mara ngapi, basi somo ni moja tayari ibada imeisha. Kumbe mpaka masomo 3. Haya, wakanikaribisha tena, nikachukua Biblia, nikasema yani hapa utaibika Mungu, yani leo utaibika. Nitahubiri vya ovyo ovyo hapa. Nikafungua Biblia, nimefungua Biblia hivi, kutazama nikakutanisha na macho tena na andiko lingine. Niliponisoma hapo nikasema na somo hapo. Watu wakashangilia, wakasema hili sasa. Wakati nahubiri naona kuna watu nahubiri wengine wamevaa miwani, wananitazama namna hiyo. Sasa huyu dogo ataongea nini? Huyu kijana na mambo gani? Ana kitu cha kutuambia sisi? Na kwa nini mgeni wa Pasaka amekuwa mchungaji hakutuhusisha kupata mgeni mzuri? Aituambia kuna mgeni anakuja mzuri na nini, ana sifa nzuri, ni mhubiri, anahubiri na mchungaji wake anamwamini. Sasa huyu, wakati Biblia imefunua nikasoma hilo andiko, nashangaa watu wanapokea, na hata kama nikifasiri vya hivyo tu nacheza kama vile nafanya maigizo pale, kwa sababu sina maandalizi, nafanya watu wanabarikiwa. Yaani watu wanaonekana kama vile sasa mimi namkomesha Mungu ili akome. Kiwezekana anichukie hapo anifukuze niende kwa shetani.
Sikiliza kilichonitokea. Wataenda kuhubiri, nikahubiri. Hii sinavyoendelea kuhubiri ndivyo hasira na ghadhabu ya Mungu na uchungu wa Injili na nguvu ya Roho Mtakatifu inashuka ndani yangu. Naanza kusikia nguvu inashuka. Ibada imeisha, ile kipindi cha pili tukapumzika kidogo, wakanipeleka mahali pa kupumzika mgeni, nikapumzika kwa nyumba ya mchungaji pale. Tumepumzika, tumemaliza, tukarudi tena kanisani. Nifikiri tumemaliza tena kanisani mara ya pili, ya tatu. Sasa tunaenda umalizie semina, maana semina hii ina vipindi vingapi? Vitatu. Kaambia sawa, twende tu. Mimi najua katika hivi vipindi vyote vitatu kuna mahali Mungu nitamuyumbisha tu hapa, nitamkosea. Nikimkosea ili kwamba nifute kwenye chaneli yake, anifute kwenye uwepo wake. Yaani niwe sasa nilimkosea Mungu, halafu nimerudi kwa nani? Kwa shetani kumtumikia. Na wanadamu nimewakosea, watumishi wa Mungu wote wamenichukia. Shida yangu nilikuwa natafuta kuchukiwa na Mungu. Sikiliza mtazamaji wangu, moyo wangu ulijaa ghadhabu kubwa juu ya mimi kuwa daraja, nihubiri watu wengine waende mbinguni, mimi nisiende mbinguni. Hicho kitu kiliniumiza sana. Nafikiri hata kama ni wewe mtazamaji wangu ungeambiwa neno hilo kwamba wewe ni daraja tu kwa kile unachokifanya. Maana wewe unafaidisha wengine. Wewe watu wengine wanapita, unakuwa daraja, wanakanyaga mgongoni na nafsi yako inainamishwa. Wao wanakufanya wewe kuwa ni sehemu ya mafanikio yao. Yaani mimi niwe kama si mtumwa wa watu wanaenda mbinguni, mimi niende jehanamu. Hapana, nilikataa. Kipindi kile cha tatu nikaanza kuhubiri. Waliponikaribisha nikasimama. Nilipohubiri ghadhabu ya Mungu ikashuka. Ninahubiri kawaida vya utani, nasema Biblia inasema hivi, andiko soma haya ngapi hii, nimemaliza. Sina difference yote, yaani uhamisho wa andiko kwa andiko. Nahubiri andiko moja tu. Nahubiri watu naona wapokea. Wakati huo ninahubiri nikasema kwanza ngoja Mungu nione, je, huyu Mungu niliacha kumtumikia kwa hizo siku zote nafanya kazi, je, ule upako niliokuwa nao wa kuombea watu bado ninao? Au Mungu alishaninyang'anya? Na kama ameshaninyang'anya basi, yani hapa ndo basi kabisa, sitarudi tena kumtumikia yeye. Nikaanza kuambia kama kuna mtu anaumwa hapa, huko uliko, ninaachilia uponyaji, naachilia moto na nguvu ya Mungu iwe juu yako. Nikaanza kushangaa, maajabu makubwa Mungu akayafanya. Naona watu wanafunguliwa, watu wanaona uponyaji usio kawaida. Ikawa taharuki kipindi kile cha tatu, watu wakafunguliwa isivyo kawaida. Watu wakaanza kuona ya kwamba yule mtumishi tuliyemwita sio wa kawaida. Mimi mwenyewe nimetoka pale, ninaelekea nyumbani ili kuja kuendelea na Jumamosi ibada nyingine. Nilikuwa nafikiria, hivi kweli hapa huyu Mungu naye mtumikia ni Mungu gani ambaye mimi anataka nipeleke jehanamu, mimi niwe daraja ya watu wengine? Na kusudi la Mungu ni kuokoa wanadamu au kuua watu? Mimi nifanya mtumwa wa kutumikia wengine, mimi nisiende mbinguni. Ndio ulikuwa ugomvi wangu kati ya mimi na nani? Na Mungu. Lakini kwa neno la manabii walionitabiria kwamba mimi nakuwa daraja. Sikiliza mtumishi wa Mungu unayenitazama, sikiliza nikwambie kitu kimoja. Maisha haya ya wokovu si lele mama, na wala hayana mchezo, na adui shetani amejipanga kwa kila namna kuangusha wateule wake. Leo hii niko hapa na kushuhudia, kuna mapito mengi nitaendelea kukuambia nini Mungu aliweza kufanya akanikomboa, na wewe uko mmoja wao kati ya watu wanaosaidiwa na Mungu. Niporudi awamu ya pili, nikasema mwendo ni ule ule. Najua hizi siku tatu tamkosea Mungu, sijaandaa somo, ikawa ni vile vile somo la kwanza, la pili, la tatu. Jumapili ndipo nikahubiri, nikamalizia ibada. Ile ndio ibada ilikuwa kubwa yenye upako usio wa kawaida, watu wakafunguliwa. Nilikuwa naombeaga wagonjwa mpaka nimkamate kichwani ndipo anafunguliwa. Lakini kipindi kile ninaombea watu, mtu akiwa kule mbali, kule kabisa kule, nikishatamka na achilia uponyaji, popote alipo anafunguliwa.
Sasa nikawa nashangaa, hii nguvu ya namna gani? Mbona sikuwahi mimi mgonjwa nimuombe mpaka nimguse? Ndivyo nilivyokuwa, na ndivyo nilivyoona wachungaji wangu walivyo, na ndivyo nilivyothibitisha kwa wengine niliowakuta wameokoka. Walikuwa nasema, Biblia inasema utaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Sasa ni andiko, weka mikono juu yao. Kwa hiyo sikuamini kwa kuomba nikiwa mbali na watu, lazima nimguse mtu ndipo afunguliwe. Na hii imani ilikuwa na ukuta, na ndio maana mimi wakati huo usikuona kama inafaa kuwasogelea watu, kwa sababu niliamini kwamba mimi ni mwenye dhambi naenda jehanamu. Kwa nini watu wafaidike kupitia mimi? Siwezi kuwagusa tena vichwani. Naomba niko huku huku. Pokea uzima, pokea uponyaji, pokea ushindi. Niko mbali na watu wanapokea. Ndipo ambapo niliona kanisa zima linaanza kujenga ile sura ya kuniogopa. Wanaona kama mtumishi wa Mungu mkubwa, wanaona kama huyu mtu ana vipawa, ana karama ndani yake, uponyaji uliokutana nao. Nikamwambia watu, shuhudieni. Nani ameombewa amefunguliwa? Ulikuwa unaumwa nini? Watu wakaanza kushuhudia, nilikuwa niko hivi, nilikuwa na uvimbe umeondoka, nilikuwa niko hivi, nilikuwa naumwa kichwa, nimekuja kichwa kinaumwa kimepona, nilikuwa niko hivi. Shuhuda zikaanza kutembea. Sikiliza mpendwa, ushuhuda huu ninaokueleza sio uongo, na hakuna mbambamba, hakuna uongo huu, na kuelezea vitu halisi vilivyonitokea, wala siko nafanya maigizo. Ndio maana nimeleta ushuhuda huu ufahamu, kama na wewe unapitia mapito fulani katika maisha yako, ufahamu ya kwamba Mungu anao njia ya kukutetea na kukukomboa, na Mungu wa mbinguni yuko pamoja na wewe, hata kupungukia kabisa kabisa. Amen.